Hello, binti, unaitwa nani? Mimi naitwa Vero. Oh, Veronica. Unatokea wapi? Mimi nimetokea kwa kijijini kwetu, panaitwa Nyashana. Okay, sawa. Karibu. Sasa, zingatia kazi za hapa nyumbani. Sawa. Ndio tata. Kupiga deki, kufua, kuosha vyombo na kupika, sawa? Sawa tata, naelewa. Na usafi wa mazingira ya hapa nyumbani. Karibu sana. Jitahidi na kazi, sawa? Sawa tata, naelewa. Hey, mamtu. Yaani leo nilivyo na furaha. Ni kweli beti mkeka wangu leo umetiki. Sio kwa furaha hiyo. Tena nataka nikutoe na out. Sawa. Kosha jikatia tamaa kabisa ya kazi. Tatizo la nchi yetu. Wasomi ni wengi, ajira ni ndogo. Kwa hiyo, nimeona tu angalau nikae hata kwenye kubeti. Sasa nitafanya nini? Shazunguka huko na kule lakini hamna lolote. Sawa. Kwa tunatoka saa ngapi? Wewe jiandae hapa. Baadaye narudi na kupitia, sawa? Sawa. Fanya hivyo, sawa? Sawa. Bye. Bye. My destiny, my destiny, my destiny, my destiny, my destiny. Veronica. Tata. Yaani wewe uchoki na kazi jamani? Nilikuwa namalizia tu kufuta likio tata. Kuna zawadi yako humu ya nguo, sawa? Nguo? Tata wewe, ya kwangu. Ndio. Lakini na wewe unapumzika. Yaani wewe kazi na wewe. Kwenye kitabu cha maisha ukurasa Vizuri lakini. Nimekusuka vizuri, umependeza hata. Kweli? Kweli? Mimi siamini shoga yangu. Hebu nipatie kioo hicho nijitazame kwanza. Hebu Ulivyopendeza. nipatie. Mbona ulivyopendeza? Wow! Ndio nimependeza kiasi hiki. Shoga yangu umependeza. Kweli wewe ni fundi. Uje ufungue saluni tu shoga yangu. Upunguze ubaili na shoga yangu. Ubaili gani sana hii? Kuja kuwa nasikiwa nyumbani. Mimi mwenyewe kwanza mvivu wa kwenda saluni. Na isitoshe hapo nyumbani mimi na majukumu mengi sana saa hizi. Shoga yangu kwanza sasa hivi umejipata. Umeanza. Hebu njoo kwanza ukae hapa juu nipoombea. Kwa hapa sasa hivi ni nani? Shoga yangu. Hapa nyumbani saa hizi naishi mimi na mume wangu. Na wadogo zangu hawa na shemeji Sindano na mama mkwe. Shoga yangu changamka. Ila umenipa idea. Ndio hivyo, huwezi kukaa na mama mkwe huko ndani. Ni kweli. Hivi hata kama ukijuza, hata kama ni mimi sivanze kulea watu wazima wale. Simfanyie timbwili aondoke. Hapa ni mjini shoga yangu changamka. Eti Sasa utakaje hivyo kweli? Unakaa na mama mkwe huko ndani? alafu kitu kingine shoga yangu. Yaani mama mkwe tangia atoke kijijini. Yaani inaonekana vitu vya humu ndani anavifuatilia sana. Yaani ananibana bana. Hadi nashindwa kujinafasi mimi na mume wangu. Ndio hivyo, hapa ni mjini. Arudi kule alipokuwa kijijini. Ni kweli mimi mwenyewe hata sina ndugu mwingine huku mjini tofauti na wadogo zangu hawa wawili. Ndio hivyo mama. Changamka bibie, sawa? Sasa sikiliza. Mimi nitafanya juu chini ataondoka. Ndio hivyo, changamka. Siwezi kukubali kirahisi tu. Siwezi. Ndio hivyo. Afu mimi hata sio mkaji hapa. Chance. Tukaniende huko.
Wapi tena? Kwa bebi wangu wananipa pesa. Sasampa. Hujaachaga tu mambo yako hayo. Naachaje sasa? Ndio vile niweka mjini hapa. Na kukubali jembe langu. Haya. Mimi naona niende sasa. Sasa mimi niende. Yaani shoga yangu, umenipa idea nzuri sana. Hiyo nitaifanyia kazi. My destiny, my destiny. Wewe Veronica. Njoo mara moja. Nilikuwa nimesahau kukwambia. Akija shemeji yako mwambie nimetoka. Naelekea kwa mama anaumwa. Sawa? Sawa tata, nimekuelewa. Yuko wapi? Ameenda huko nje. Una roho nzuri wewe, kama mwanangu. Ngoja ninywe mama. Kazuri. Lakini nilikuwa na njaa. Sijara. Njaa. Mungu akubariki mwanangu. Na dada akikukuta unakunywa anavyokuaga na hasira, Ngoja ninywe haraka haraka. hivi dada, mbona unafanya hivyo? Wewe kama nani unanihoji? Nola! 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 Abe dada. Wewe uliyempatia mama juisi sio? Mimi sijui. Siku zote wewe unajitia mama huruma. Wewe umempatia mama juisi? Ni mimi hapa. Wewe. Nadhani unaofahamu utaratibu wa humu ndani. Utarudi nyumbani. Si unanielewa? Pisha hapa. Kijana wangu hajaoa bado. Kama ni tabia hii unayonifanyia mimi. Ngoja niondoke. Utajua mwenyewe. Velo. Ape kaka. Kaka. Shikamoo kaka. Kaka nakusalimia. Shikamoo kaka. Marahaba Velo. Kaka umeniita? Velo. Ulikuwa wapi? Nilikuwa namalizia kufuta huko chumbani kwangu. Oh. Sasa sifuta hata hapa. Sawa kaka.
Velo. Futa na uko chini huko. Unatakiwa iname na Huku kaka nilipafuta kwa jana. Okay. Sawa. Velo. Abe kaka. Ni wewe. Tia mimi. Yaani katika siku ambazo umedamshi ni leo. Hivi kumbe una shampoo ile wali imefichwa tu kwenye dela. Umewaka. Yaani wewe kaka umeshaanza sasa maneno yako. Anyway, mimi naelekea kazini. Hii hapa ya matumizi. Naanzaga kama utani, kumbe ndo yalivyo, yanakosesha raha, hayana maana na mapenzi yanavyokuwaga mwanzo. Umeshindaje? Salama. Lakini mama, wewe unasema yakuwa kwamba haujambo, umeshinda salama, aliyakuwa mimi na kuona una mawazo chungu nzima. Yaani inaonekana kuna kitu kinakusumbua. Ukweli mwanangu, nakaa sina raha. Shemeji yako ananinyanyasa kweli. Hapa nilipo wananinyima chakula. Huyu mkamwana huyu anakula, niko hapo na wadogo zake. Ninateseka mimi na nyanyasa. Afadhali ningekaa tu kijijini, kaendelea na maisha yangu. Mama, unamaanisha shemeji amefikia hadi hatua ya kukunyima wewe chakula? Ninavyosema ni ukweli na Mungu ananiona. Hivi kumbe shemeji ana roho mbaya kiasi hiki? Hivi mwanangu, yanayoendelea humu ndani kaka yako kweli anayafahamu? Sidhani kama atakuwa anayafahamu. Make na yeye asilimia kubwa huwa ashindi nyumbani. Anatoka asubuhi, anarudi jioni. Anatoka asubuhi, anarudi jioni. Kwa hawezi kufahamu. Ila mama, mimi nikuondoe wasiwasi. Kuwa na amani tu mama. Mimi nitalifuatilia hili swala. Mimi nafurahi sana mamangu kama nikikuona ukiwa na amani siku zote. Ishi katika furaha yako ambayo nimekuzoea. Mama. Aise. Unawaza nini? Mbona kama vile hatuko wote hapa? Lakini naona imeenda mbali. Kwa nini mamangu? Sababu sijakuzoea hivyo. Mama, najua uko sawa. Siko sawa kwa kweli. Hivi wakati hujamuoa. Mama. Naona uko na mwanao. Niko na mwanangu kama Nipo na mama hapa. Tunaangalia TV. Mbona leo umependeza mapema na Si nipo na mama yangu kipenzi. Mama. Asante mama. Maji ya kuoga yako tayari. Eti? Ndio mama, nenda kaoge. Aoge mama. Sawa. Mama huyo. Mke wangu. Naona unamjali sana mamangu. Mume wangu, ni wajibu wangu kumjali mama kwa sababu mimi ndo naishi naye hapa nyumbani. Sasa nisipomjali mama atamjali nani? Ni kweli, na ndio maana najivunia kuwa na mwanamke kama wewe. Una sifa zote za kuitwa mke kwa sababu unatimiza wajibu wako. Vipi wakina Nola wako wapi? Wameshalala.
Mchana walipocheza wameruka luka, si wameshasinzia. Mume wangu, mimi niko chumbani. Wow. Malaika wangu huyo. Kwenye kitabu cha maisha ukurasa mpya ukafunguka. Sura yako ndiyo picha ambayo nilikuwa naisubiri kwa shauku. Umekuja kama muujiza, giza langu likageuka mchana. Sihitaji kutafuta tena, maana kwako nimefika bandarini. Umenipa sababu ya kutabasamu. Veronica. Veronica. Dadako yuko wapi? Tata nimesema inaenda kwa mama huko nyumbani. Okay. Arudi? Sema anarudi kesho. Kesho. Okay, sawa. Veronica, unajua nini? Hakika Mwenyezi Mungu alikuumba ukaumbika. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Na uzuri wako ni mithili ya malaika. Sijui hata nikuite jina gani ambalo linakufaa, kwa sababu nikikuita Malikia bado litakuwa likufai. Sogea. Usiniogope. Mimi si bosi wako. Mimi ni bosi wako. Njoo karibu. Sogea. Sogea. Sasa leo nataka kulala na wewe. Kwa nini naogopa? Usiogope Veronica. Sogea karibu. Tata mtanipika. Njoo bwana, unaogopa nini? Kati ya mimi na dadako nani bosi humu ndani? Wewe. Kama mimi ndio bosi utakunisikilize mimi. Unanielewa? Sasa mimi si ndio bosi. Njoo, usiogope. Usiogope Veronica. Njoo. Nataka tukwambie, sogea karibu. Natamani leo tulale. Usija. Namna. Shikamoo. Baba, mambo vipi? Safi kabisa, za mihangaiko. Nzuri, za huko tokako? Salama kabisa. Sawa sawa. Pole kwa majukumu. Ndio tuko nayo hapa. Pambana nayo sababu nipo naweka hesabu sawa. Kwa maana kesho ndio nikachukue mzigo. Unajua? Naam. Shemeji yupo? Shemeji yako hayupo. Ametoka kidogo, ameenda kufuatilia bidhaa ya jioni pamoja na kesho. Nzuri. Ndio. Naam. Kuna kitu nahitaji tuzungumze. Jambo gani? Una taarifa yote labda ambayo umeipokea kutoka kwa mama? Hapana. Yaani hujapokea taarifa yote kutoka kwa mama? Si taarifa aina yote. Aina yote taarifa. Ndio. Kwani kuna nini? Nasikitika sana bro. Nasikitika tena sana. Mama anapitia wakati mgumu sana. Kaka, sikutegemea kama shemeji atabadilika kwa kiasi kikubwa kama alivyobadilika kwa sasa. Najua huku nazunguka sana. Hebu nenda kwenye point. Shida ya shemeji, anamnyanyapaa mama. Imefikia hatua shemeji anakula hapo na wadogo zake, mama amekaa pembeni, amezuiliwa asisogee mezani kuja kupata chakula. Kiukweli hiyo inaniuma. Inanifanya nishindwe kuvumilia. Ameona haitoshi. Mama amekaa sebuleni anatizama TV. Shemeji akitoka chumbani anafika anazima TV. Alafu anaanza kumtolea mama maneno ya shambo ambayo hayamstahili kabisa mama.
Kiukweli bro, sikufichi, hii inaniuma, inanikata. Naomba nikuulize swali. Hizi taarifa umeambiwa, umesikia au umeshuhudia? Hizi taarifa mara ya kwanza aliniambia mama, ila nikamwambia kwamba mimi nitazifuatilia. Siwezi kukupatia taarifa ambayo sijaifanyia uchunguzi. Lakini katika uchunguzi wangu nimethibitisha ni kweli, aliyoniambia ni ya kweli. Na yote yana uthibitisho bro. Kumbe bwana mdogo ni mbavu sana. Yaani mimi nimekusomesha ukawa mwanasheria mkubwa. Na hapa mpaka hapa ulipo unapambania utegemea upate ajira kwa ajili ya sheria. Afu kumbe ndo kusomea umbea. Bro, kuzungumza ukweli inaonekana mimi mbea leo. Ndiyo, huo ni umbea. Basi sawa, ila ipo siku yatakutokea puani.